Nataka nikwambie jambo jingine leo kwamba maono yako yanahitaji bidii ili uweze kufanikiwa. Ni kweli kabisa una maono mazuri. Ni kweli kabisa watumishi wa Mungu wamekutabiria. Lakini unahitaji bidii ili uweze kufanikisha haya mambo. Kuna watu wengine tayari wapo katika mchakato. Wanalitumikia kusudi lake. Yaani wapo katika mchakato wa kufanya kazi ya maono. Hata hivyo unahitaji bidii ili uweze kufanikisha. Sasa hebu tuangalie kwenye Biblia watu wenye bidii jinsi gani waweza kufanikisha. Tumwangalie mtu mmoja Suleiman. Kitabu cha Mithali hapa, tutaangalia Mithali. Mithali 16 mstari wa 26. Nafsi yake mfanyia kazi, ujifanyia kazi, maana kinywa chake humtia bidii. Narudia tena. Nafsi yake mfanya kazi, ujifanyia kazi, maana kinywa chake humtia bidii. Mtu ambaye ni mfanya kazi, kinywa chako kinatakiwa kikutie bidii. Usisubiri mtu akutie moyo. Kinywa chako wewe mwenyewe kikutie moyo. Wewe mwenyewe ujitie nguvu katika Bwana. Ukisubiri binadamu akutie moyo au akufute machozi. Kuna watu wengine baada ya kufuta machozi watakupaka na pilipili ili ulie kabisa. Unajua kuna wakati unaweza kupitia unalia, lakini ukisubiri mtu akupangusa machozi, wanadamu watakuweka na pilipili, utalia kabisa. Sasa cha msingi kama alivyosema hapa, kinywa chako kikakutia bidii. Yaani kinywa kikamtia mtu bidii. Kwa pia mtu unaweza ukasema kwa kinywa chako kwamba mimi nitafanikiwa, mimi nitasonga mbele, sitabaki kama nilivyo. Kwa kinywa chako wewe mwenyewe unaweza ukapata matokeo. Unaelewa mpaka hapo? Usisubiri kuangalia labda kaka atanitia moyo au baba atanitia moyo au rafiki yangu atanitia moyo. Wewe mwenyewe wewe ni mtu wa kwanza kujitia moyo. Kinywa chako kitakutia bidii. Kile ambacho unachokisema ndicho kitakachokuwa kwenye maisha yako. Ukikiri kushinda, hakika utashinda. Ukikiri kufanikiwa, hakika utafanikiwa. Ukikiri kwamba utafika mbali, utatimiza malengo, ni kweli, kwa sababu kinywa chako kitakutia bidii na utasonga mbele katika jina la Yesu. Unanielewa mpaka hapo? Kwa mfano, nitasoma andiko jingine. Mithali 22 mstari wa 29. Je, mwamwona mtu mwenye bidii katika kazi yake? Huyo atasimama mbele za wafalme, hatasimama mbele ya watu wasio na cheo. Je, mwamwona mtu mwenye bidii katika kazi zake? Huyo atasimama mbele ya wafalme, hatasimama mbele ya watu wasio na cheo. Mtu mwenye bidii ukimwangalia hivi, matokeo yake utayaona tu. Yeye sehemu yake ni kusimama mbele za wafalme. Atasimama mbele ya wafalme, bali hatasimama mbele ya watu wasio na cheo. Unaelewa? Kumbe bidii inamfanya mtu akae katika nafasi nzuri. Anakaa mbele za watu wenye cheo, mbele za wafalme, mbele za watu ambao wenye kuheshimika. Bidii akimwinua akafanikiwa katika malengo yake, kisha siku anakaa kwenye nafasi nzuri mbele ya watu wenye cheo. Unanielewa mpaka hapo? Kwa hiyo kinywa chako kitie bidii na utasimama katika nafasi nzuri mbele za watu wenye cheo. Maandiko yanasema wazi wazi, nafasi ya mtu mwenye bidii ni kukaa mbele za watu za wafalme, wala hawezi kukaa mbele ya watu wasio na cheo. Unaelewa mpaka hapo? So katika mambo yako yote, ikiwa ni kazi zako, ikiwa ni kitu chochote, anza kujitia bidii, anza kujitia nguvu, hakika utafanikiwa. Mimi naona unafanikiwa.
na utakaa mahali pazuri katika maisha yako. Unanielewa? Sasa nikasoma tena kwenye Mithali 12 mstari wa 24. Mkono wa mwenye bidii utatawala, bali mvivu atalipisha kodi. Kwa hivyo tunaona tena mtu mwenye bidii ndiye mtawala. Unaona? Lakini mvivu analipishwa kodi. Kwa hiyo mwenye bidii anatawala. Keep notice kwamba mwenye bidii anatawala. Kwa mfano mzuri naweza nikaangalia hapa kisa cha Yeroboam. Mtu mmoja Biblia anaitwa Yeroboam, alikuwa ni mtumishi wa Suleiman. Tumwangalie Yeroboam hapa kwenye Biblia yangu, utafungua kwenye Wafalme wa Kwanza sura ya 11 mstari wa 26 mpaka mstari wa 28. Tangalia Wafalme wa Kwanza. Na Yeroboam wa Nebat, Mwefraimu wa Seleda, mtumwa wake Sulemani, ambaye jina la mamaye aliitwa Serua, mwanamke aliyefiwa na mumewe. Yeye naye akainua mkono wake juu ya mfalme. Na hii ndiyo sababu ya yeye kuinuliwa mfalme mkono. Sulemani alijenga Milo, akapafunga palipomoka pa miji wa baba yake Daudi. Na huyo Yeroboam alikuwa mtu hodari, shujaa. Sulemani akaona ya kuwa kijana huyo ni mtu mwenye bidii, akamweka juu ya kazi yake yote nyumba ya Yusufu. Tunamwona mtu huyu Yeroboam alikuwa ni mtumishi wa nani? Wa Sulemani. Ni mtumishi tu. Baba yake alishakufa. Yeye alikuwa anaishi na mama yake tu. Je, na wewe baba yako alishakufa? Je, unaishi na mama yako? Unaishi na kaka yako? Au unaishi na nani? Umeona? Lakini huyu kijana alikuwa ni mtu shujaa. Alikuwa ni mtu ambaye ni shujaa, pia ni mwenye bidii. Kwa hiyo akawekwa katika nafasi nzuri, akawa ni kiongozi katika nyumba ya Yusufu. Kama nilivyosema pale mwanzo, mtu mwenye bidii anatawala, lakini mvivu analipishwa kodi. Kwa hiyo bidii inamfanya mtu akae katika nafasi nzuri. Kiukweli maono yako ni mazuri sana. Kiukweli Mungu amekutabiria au Mungu amekupangia mambo makubwa sana. Lakini mimi naona ili uweze kufanikiwa, juhudi binafsi zinahitajika. Watu watakupongeza kwa ile kazi ambayo imefanyika. Watu watakupigia makofi wakiona matokeo mazuri yametokea katika kazi ambazo unazozifanya. Unaelewa mpaka hapo? So watu wengine wamekuwa wakivunjishwa moyo. Mtu mmoja ameshindwa kutimiza maono kwa sababu labda kaka yake alikataa kumsaidia, labda baba yake alikataa kumsaidia, labda mtu fulani alimwambia atampa vitu atamsaidia lakini akakataa. Kwa sababu hiyo ikawa ndio sababu ya mtu kushindwa. Nataka nikwambie hivi, Yeroboam alikuwa anaishi na mama yake kabisa. Baba yake hana, lakini bidii yake ikamsaidia. Nakwambia hivi, hata kama watu akisema hatutaweza kukusaidia, lakini fahamu kwamba kuna kitu Mungu amekupa. Kuna watu Mungu amewapa akili, kupitia akili yako unaweza kufanikiwa. Kuna watu Mungu amewapa nguvu, kupitia nguvu zako utafanikiwa. Hebu angalia kitu ambacho Mungu amekupa, kitumie, utafanikiwa katika kile kitu ambacho Mungu amekupa katika jina la Yesu. Unanielewa mpaka hapo? Sasa utaona huyu Yeroboam akakaa katika nafasi nzuri tu. Kilichomfanya akae katika nafasi ya utawala ni ile bidii yake tu. Umeona? Bidii yake tu ikamuinua. So hebu ongeza bidii, chukua hili jambo serious, ongeza bidii, utaona matokeo mazuri katika maisha yako. Mimi naona mambo yanabadilika kabisa kama ukianza kuchukua hatua hiyo. Utaona tena mahali pengine wamesema mtu mwenye bidii anapokea vitu vya thamani. Kwa mfano Mithali 12 mstari wa 27. Mtu mvivu
hapiki mawindo yake, bali mwenye bidii anazo mali za thamani. Mtu mvivu hapiki mawindo yake, yani hapiki. Wakati wa kupika, mtu mvivu hawezi kupika sababu ana kitu, hawezi kupika chochote. Mtu mtafutaji atapika leo wali, atapika ugali, atapika nyama. Lakini mtu ambaye ni mtafutaji atapika vitu kama hivyo, kama nyama na wali. Lakini mtu ambaye si mtafutaji hawezi akapika kitu kwa sababu hana chochote, hajishughulishi na chochote. Sasa mtu mvivu hapiki mawindo yake, bali mwenye bidii anazo mali za thamani. Unaona? So unaweza kaishi na mtu ukamwangalia jinsi anavyoishi, jinsi bidii yake ya kumtumikia Mungu, bidii yake kutafuta fedha, unaanza kumuonea kwa mbali. Unamuonea huyu kwa kadri anavyozidi kuendelea, huyu kuna vitu vya thamani atavipokea hata kama sasa vitu hivyo havipo. So unaweza kuwa umeolewa na kaka ambaye kikweli ana maendeleo makubwa, lakini ndani yake ana bidii. Unaweza kuwa umeolewa na mtu nimesema hana maendeleo makubwa, lakini ana moyo wa bidii. Ukimwangalia kwa mbali utaona huyu atakuja kupokea vitu vya thamani. Usimkatie tamaa. Unanielewa mpaka hapo? Unaweza kuwa umeolewa na mtu ambaye ni wa kawaida kabisa, lakini ana moyo wa bidii. Hebu muangalie kwa mbali, huyu atakuja kupokea vitu vya thamani katika siku zijazo. Watu wenye bidii wana vitu vyao, wanakaa mahali ambapo wafalme wanakaa. Hawezi kukaa mahali ambapo watu wasio na cheo. Kwa nini? Bidii inawainua watu. Maono yako yanahitaji bidii. Usiyakatie tamaa maono yako, hata kama kuna ugumu umeonekana. Unaona? Kuna wakati kuna ugumu unaonekana, mtu anakata tamaa kupitia maono yake. Usiyakatie tamaa maono yako, hata kama kuna changamoto nyingi. Hata ujapopita katika hizo changamoto, Mungu atakuwa pamoja na wewe. Maandiko yanasema wazi wazi, ujapopita katika moto itakuwa pamoja na wewe. Hata hivyo Mungu bado yuko pamoja na wewe. Usivunjike moyo, mtu wa Mungu. Unanielewa? Sasa tumeona hapa mtu mvivu hapiki mawindo yake. Unaona? Hana cha kupika, hana chochote, hana bidii. Lakini mtu ambaye mwenye bidii ana mali za thamani. Unaona? Anavyo. Kwa nini? Ule moyo wa kutafuta. Tani kuna moyo wa kutafuta vitu. Utaona kwenye Mithali 21 mstari wa 5. Mawazo ya mwenye bidii huelekea utajiri tu, bali kila mwenye pupa huelekea uhitaji. Kila mwenye pupa anaelekea uhitaji, lakini mwenye bidii utajiri tu. Mawazo. Mtu mwenye bidii hata mawazo yake tu unapoongea naye unajua huyu jamaa ana bidii. Unajua mtu mwingine mawazo, mtu anachokiwaza ndicho atakachokisema, anachokisema ndicho atakachokitenda. Kwa mfano mtu akiwaza, mimi hapa sasa hivi nawaza nifungue biashara kubwa sana. Nawaza niwe na huduma nzuri. Nawaza huduma yangu hii nataka niongeze huduma yangu. Unaona? Mawazo ambayo ni positive. Ukiwaza positive utapata matokeo positive. Ukiwaza negative utapata matokeo ambayo ni negative. Ukiwaza kufaili utafeli kweli. Ukiwaza kushinda utashinda kweli. Ndani ya mawazo yako kuna imani. Unaona? Ukijiwazia vibaya maana yake utajivunja moyo. Ukijiwazia vizuri maana yake utajitia nguvu wewe mwenyewe. Kumbuka maono yako utayatimiza kwa imani. Imani ni kuwa na uhakika juu ya mambo yatarajiwayo, na ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo kuna mambo ambayo unayatarajia yatokee, ila kwa sasa hivi kuna changamoto kama zote. Kiukweli unataka kuna mambo yatokee kabisa, na ukiangalia changamoto zinazo ni kubwa kuliko uwezo wako. Sasa nasema hivi, usiangalie kubwa tatizo. Hebu angalia jinsi gani Mungu alivyokuwa ni mkubwa kuliko tatizo. Hata kama mambo ni mengi, shida zako ni nyingi, lakini angalia maono yako. Kinywa chako kikutie bidii, mimi naona utafanikiwa katika jina la Yesu. Mvua inyeshe, jua lipige lisikupige,
giza liingie lisiingie, lakini kama mbingu zimesema utafanikiwa, hakika utafanikiwa. Usivunjike moyo. Unanielewa? Sasa akawa ameongea hapo huyu mtu, akasema nafsi ya mtu mvivu utamani asipati kitu, bali mwenye bidii atalipishwa, bali mwenye bidii itanenepeshwa. Narudia tena, Mithali 13 mstari wa 4. Nafsi ya mtu mvivu utamani asipati kitu, bali nafsi ya mwenye bidii itanenepeshwa. Unaona? Wale mtu mwingine unatamani, natamani mimi ningefanikiwa, natamani ningekuwa na hichi. Unaweza kuwa unatamani, lakini kama haujetia moyo wa bidii, kile unachokitamani hakitaweza kutokea. Acha kutamani, anza kufanyia kazi maono yako. Unanielewa mpaka hapo? Hii dunia ni uwanja wa mapambano. Hakikisha unapambana mpaka unashinda. Unapokuwa vitani, hata kama bunduki yako imeishiwa risasi, watu wanasema kwamba, au wanajeshi wanasema kwamba hata bunduki imeishiwa risasi, endelea kushika bunduki yako hivi. Hata kama adui yuko mbele, bunduki yako ishikilie hivi, ili kusudi adui yako asijue kwamba risasi imeisha kwenye bastola yako. Kwa hiyo bunduki unashikia kikama hivi hata kama risasi zimeisha, ili kusudi uokoke katika hatari ya mbele. Unanielewa mpaka hapo sasa? Kwa hiyo hakikisha unakipata kile kitu ambacho unakipata katika maisha yako. Usikubali kuvunjishwa moyo na mtu. Hebu angalia kitu gani ambacho wewe unakitaka, afu baada ya hapo kiasi kifanyie kazi hicho kitu. Utafanikiwa, mtu wa Mungu. Unanielewa mpaka hapo? Sasa akasema nini? Nafsi ya mtu mvivu utamani. Umeona? Natamani jambo hili, natamani lingetokea, natamani kitu hichi kingetokea, lakini bwana sina. Utafanyaje? Chukua hatua, anza kufanya, anza hata katika zile hatua ndogo ndogo. Umeona? Heshimu hatua ndogo ndogo. Kuna wakati unaweza kuwa unafanya vitu vidogo vidogo tu, vitu vya kawaida sana, lakini vitakupa matokeo makubwa sana. Mwanzo wako unaweza kuwa ni mnyonge, lakini mwisho wako utakuwa ni nguvu. Unaona? Acha kutamani, lakini anza kuchukua hatua. Mwenye bidii ana nafasi nzuri katika maisha yake. Unaelewa, mtu wa Mungu? Basi barikiwa sana, mtu wa Mungu. Mimi ni langu ndio hilo tu, kwamba maono yako inahitaji bidii. Watu wamekutabiria kwamba utafanikiwa, nawe mwenyewe unaota kabisa una maisha mazuri, lakini ili kiweze kutokea hicho kitu, lazima uanze kuchukua hatua, ujitie bidii. Mwisho wa siku utafanikiwa. Mimi naona unafanikiwa, hakika unafanikiwa katika jina la Yesu. Basi uwe na siku njema. Usisahau kusubscribe channel hii, pia like na comment. Mungu akubariki sana. Amen.